Hello, good people. This is Ken. Welcome back to Kentech Construction, whereby here we usually talk about construction-related issues. And today, my people, I would like to thank you more for your support which you are giving me. We are moving well in the right direction, and I'm very much proud of that. So mimi nawaombea Mungu awape uhai, awape uzima, tuendelee kufanya haya mambo tunayoendelea. Pia kitu kingine, muendelee kulike, kusubscribe na kushare. Hiyo inaonyesha sisi tuko timu moja na tunasonga mbele. So leo niko mahali, nataka niwaonyeshe mahali niliko. Ni kwa ule mtangulizi Moi alikuwa huko akijenga, na sasa Ken nimefika, nataka kufanya roofing. So kwa wale hawakuona hii nyumba, nataka niwaonyeshe muione na muone ilivyojengwa, ilivyofanywa partitioning, na yule atakayefurahishwa plan iko upewe quotation ujengewe nyumba. So welcome all. Let's watch this house. Mimi kama Ken wa mapaa, mimi nimepaa, niko juu ya hii nyumba, nataka niweke paa, na leo nataka nionyeshe tena kutoka juu. Hii ndiyo ile porch ama veranda ya hii nyumba ambayo naonyesha kutoka juu, na nitaonyesha tena kwa ndani. Iko na mlango, ni open, iliwekewa columns na zikakorogwa vizuri. Iko na mlango mahali hapo kwa hiyo ukuta, ambapo ukiingia unajipata ndani ya lounge. This is a 3-bedroom house. To me, maoni yangu, naweza ona, hii ni maoni yangu, naweza ona hii lounge ni ndogo kulingana na the size of this house, lakini sasa hiyo ndio plani yake na ndio vile mwenyewe alitaka. Na mimi huwa nawaambia kila mtu ako na choice yake, kila mtu ako na taste yake. Sisi tunajenga kulingana na vile anavyotaka client. So hapa kwa lounge, kando yake ile ni mlango inaenda kwa veranda ambayo inagawa partition. Hapa kuna dining. Hii ni dining, ni kama dining room. Ni dining room sababu huko chini kuna miti zimeshika, imewekewa zile arch. Iko na windows mbili kubwa, gate size windows. Hizi ziliwekwa vizuri sana, na huyu ambaye anaitwa Moi alizitengeneza vizuri. Na iko pale na serving window, ambapo nyuma yake ni kitchen. So ukiwa kwa hii lounge, between the lounge na hii veranda, unaweza ona hiyo ni dirisha. Alafu hapa hii ni mlango double door. Mimi Ken, mimi mwenyewe ni mtu wa majuu, sasa nafanyia kazi zangu juu. Mimi mwenyewe nimekuwa drone ili mupate picha kutoka juu. So tukiwa hapa, hii ndio kitchen ya hii nyumba. Iko hapa, hizi ni ngazi zile zilikuwa natumika kujenga. Hii ni kitchen ambayo pia naona iko na nafasi mzuri na iko na back door. So hii nyumba haina ile back porch, na ilikuwa positioned in the way that kuna nyumba ilijengwa hapa ya kwanza ambapo nadhani itaserve purpose ya ile jikoni ya nje. So hii mlango iko adjacent kwa ile ya hiyo nyumba nyingine, na zote zinaingiana na ile nyumba. Hizi nyumba zote huwa ziko na hii corridor in between. Hii corridor huwa inasaidia kupartition hizi nyumba, inakuwa ni walkway ya kwenda kwa kitchen, ya kwenda kwa room, na kwenda kwa master bedroom. Huwa ni hivyo. So hii ukija hapa kwa hii kitchen, kuna mlango niko juu, kuna mlango inaingia kwa hii pantry. Hii sasa ndio pantry ya hii nyumba. Hiyo ndio store ya kitchen, hii pantry. So ukiwa hapo unatoa vitu zako kwa kitchen, unakuja kwa jikoni, unafanya mambo yako ukitoka kwa store. So unarudi kwa hii corridor. Ukija kwa hii corridor inaenda hivi mbele. Hii nyumba bedroom zake zilisukumwa upande mmoja. Hivi ndio ilivyo. Ukienda mbele kuna huo mlango wa kuingia kwa master bedroom. Kuna mlango hapo inatengeneza kakitu kama corridor, inaingia kwa zile room mbili. Kwanza niwaonyeshe hii. Ukiwa kwa hii corridor kuna mlango somewhere here, inakuja inatengeneza hapa ka corridor ya 2 washrooms ziko hapa. Hizi washroom ndio za hii nyumba, na nadhani zitapangwa, itakuwa moja na bafu, tena nyingine na bafu, kwa sababu hizi rooms zote hivi ndivyo zilivyojengwa.
So the 2 washrooms are here. Naona nyumba imefanyiwa curing vizuri, imewekewa maji, ukuta ziko baridi, simiti huwa inataka maji kwa ajili ya kukauka. So hizi the 2 washrooms ziko hapo, ndio mahali milango zitakuwa. Ukikuja hapa unajua niko juu, mkumbuke hivyo. Ukikuja na hii corridor, when you come like this, unapata hapa kuna a sub corridor. From this corridor, main corridor, there is a sub corridor here, which when you enter, unapata kuna 1 bedroom here. Hii ni small tu ya kama 10 by 10. Alafu kwa kuna kaka sub corridor haka kanapita, kanaleta another bedroom over there. So hizi bedroom ziko upande mmoja zote za hii nyumba. Kwa sababu ukirudi kwa hii main corridor, unapata sasa master bedroom iko hapo. Acha nipite polepole niende pale. Mimi mwenyewe ni fundi, niliwaambia nafanya mambo yangu, huwa mnaniona juu, na saa hii hata niko juu ya nyumba. Wewe niliwaambia pea kazi mtu yule anayeweza fanya kazi. So hapa ni master bedroom. Hii ndio ya plan ya hii nyumba na ndio choice ya huyu client. This is how it was made. Alafu iko na kitu wanaita washroom yake iko hapa. Hii ni iko en suite. Unaweka pale mwisho bafu, hii choo. Huku unaweza weka shower na hapa uweke basin ya kunawa. So this is from the aerial view. Mimi nikiwa juu, this is how the house looks like. It's a big house na kila mtu ako na choice yake. Wewe vile unataka nyumba yako ikue, unaenda kwa architecture, unamuelezea, anakuchorea, alafu unaileta kwa fundi, fundi anai-execute vile client ametaka. Hii nyumba inaweza kufurahisha wewe ukuta, ikufurahishe roofing, na isikufurahishe partitioning. Bado unaweza ijenga na uchange partition. For instance, huko penye kuna kitchen, unaweza peleka bedroom moja, ulete kitchen hapa katikati, ama upeleke bedroom hizi mbili huko, uache huku master bedroom na ulete kitchen iwe pia almost karibu na master bedroom hapa. Hii corridor ikija hivi hivyo, unapata mlango ya kutokea iko huku. So partitioning unaweza ichange wewe mwenyewe, na hii plan you can share with you. Muione yule ambaye imemfurahisha, unaweza change partition ama uifanye vile unataka na ukue na nyumba. So acha nishuke chini niwaonyeshe tena from down. So hii nyumba kutoka chini ndio hii. Some of you mliona, wale hawakuiona ndio hii. It is a well made house. Bado unaona ni mbichi, imejengwa imemaliza 2 days na bado inafanyiwa curing. This house has a large veranda, which I normally advise when you build a house with a large width yake iko very large. The veranda or the porch here should be also much wider to give that house a nice picture after it has been roofed. So ukiweka ka veranda kadogo kwa nyumba kubwa, once you roof it, inakaa ni kama ile atiko na kao, kama kakupe kameuma ndogo, ng'ombe kadogo. So huwa haileti ile sura ile ambayo tunataka. So when you build a house with a larger width, you also expand its porch so that the proportion comes out very nice once we've done the roofing and we've done the finishing. So nimesonga hii side sababu ya jua. So this is the porch. Niko na arches. It is an open one with nice arches. Zile ambazo after zimefanywa finishing itakuwa sawa. So you enter from either side because it is open. So like me, I'll use this side. Ukiingia, you get the lounge. This is the door that directs you to the lounge, which is a double door, and it has a gate size window. This is the major magic window whereby when you put it on your house, it can allow natural light to enter into your house and lighten up your room fully. So this is the lounge, which when you enter, it is raised and the veranda is sunken. The reason why verandas are being sunken, veranda floors, is that the rainwater, splashing rainwaters, zikiingia kwa hii veranda,
if it was not given a correct drainage, maji yanaweza flow yakiingia kwa sitting room. Now that it is sunken, hiyo maji yote itabaki hapo chini na vitu zako, your carpet inabakia iko safe, uwe uko area ama hauko, because mostly these verandas are usually put on grills. So when you enter the lounge, it is attached to the dining room. They share the same floor. It is only the entrance which has some arches. For now, you can't see them because of this framework of the timbers which was done by the experts. So when you reach here, this is the dining area. It has also 2 large windows, which are very nice, which are enough to lighten this room fully. So from the lounge, you come to have a big or a large serving window here, which is purpose is to fetch food from the kitchen as it is brought in the dining area. So in between, we have a corridor which helps partition this room. When you reach on the corridor, the other side, unaona kuna a certain ending, hiyo ni ya kufunika bedroom. On this side, ni ile nilikuwa naonyesha ni kitchen, which has a back door. Iko here, na hii ni kitchen. And to me, this is a very big and spacious kitchen. Ile ambayo inasaidia wamama ambao mara nyingi huwa wako hapo, or wanaume, partly some of us are chefs. Kiingia hapo unafanya mambo yako, unakatakata kitunguu. Sisi tukikata kitunguu tunalia. Sijui mama hata huwa mnaficha hapo machozi, but ni ujuzi, siwa nika art fulani ambao nyinyi mnajua sisi hatujui. So when you come back here, unapata hiyo corridor ambayo imekuja ikaingia hapa. In between hapa kuna 2 washrooms. Walitangulia washrooms before the bedrooms. So ziko hapa. Hii ni first washroom na hii ni second. Pia zimetengenezwa vizuri. Hii kala ya hii mawe ni curing, imewekewa maji sawa. Sidhani kwamba mawe ni mbaya. So ukiangalia hapa kuna kaukuta kanazuia, na hapa iko na mlango, na bado kuna milango miwili ndani. So ukirudi kwa corridor unapata kuna sasa hapa tena kuna another sub corridor which I was saying, ambayo inaleta ile mlango ya pale na hii mlango ya hapa. So ukiingia hapa, hii ndio the first bedroom, ambapo pia ni standard bedroom, sio ile very much large. Iko na wardrobe area, ambapo ikiisha, it is also very nice. One good thing about construction is that as long as the owner of that house ako ameridhika, that house is sawa. So the big major problem is kwa human being is the peace of mind. When the mind is satisfied, then that thing is okay. So when the client is satisfied with this, hiyo iko sawa. So when you get here, unapata kuna kitu inaitwa aje, another bedroom, which is also a standard one, measuring about 10 by 10 with its wardrobe, na nyumba inakuwa imekamilika. Sasa tunarudi upande wa the real owner, the mwenye nyumba mwenyewe. Sasa hapa ndio master bedroom ya hii nyumba na ya hii plan. Hivi ndivyo ilivyotengenezwa na ndivyo ilivyo. So this is the master bedroom of this plan and house. It was well executed because I have the plan. Ilijengwa vizuri, ilitengenezwa, sasa ni plaster tu. Hii iko na washroom yake ambayo iko hapa kando, na mlango iko ndani ya bedroom. So ukiingia, you take a shower, you change your clothes, you relieve yourself. Kitu unafanya sasa ni kutokea huku kama umeng'ara, ukiwa smart, maridadi, ready kuenda kupambana na hali unaenda kupambana na echoes of war hapa nje polepole. Unajua hizo pia ziko. So you get out of your room, you go out to face the echoes of war. Uonane nazo, kutoka huko jioni, unarudi umechoka, naingia kwako, you change, you shower, unakuja sasa unaangalia kitu inaitwa news. Na ukiwa free,
unaingia una watch Ken Tech, uone leo Ken anasema nini. Hiyo unatulia ukiwa ndani ya nyumba yako. So good thing about a house ni everybody has his choice. So wewe plani ya mtu hiyo ni yake. Kama imemfurahisha yeye, wacha yeye ajenge. Wewe wakati utataka kujenga yako, tafuta sisi ma expert, tuta make sure tunalete plani yako on board. So hii iko complete kulingana na vile huyu alitaka, na kama itakufurahisha na unataka changes yoyote, just contact, tutakupea plan na tukufanyie zile changes unataka na tukuache ukiwa na nyumba. So mi leo niko hapa kutengeneza quotation ya hii nyumba. Nataka niitengeneze na I'll be sharing with you the roofing quotation of this house, ambapo naijua very soon. Hii iko kwa pipeline na tutakuwa tunaianza. So kama unataka yako ianze mbele ya hii, make a call. Kama bado tuna order mabati, tunangojea delivery, kuje tukufanyie wewe, nawe pia uanze kuenjoy vile wenzako wanaenjoy. So thank you all. Continue being with Ken, na kwa hapa mtapata mengi mazuri.